Ukamkuta binti anakaa uchi mbele ya msichana mwenzie na haoni kwamba hilo ni jambo baya, kwa sababu yule ni msichana mwenzake. Matokeo ya hilo ndo yametengeneza wimbi kubwa la mabinti sasa kuingia katika mahusiano ya jinsia moja. Wasichana wengi mashuleni wanaingia kwenye lesbianism, lakini sosi ni kupenda kukaliana uchi. Mtu anaoga mbele ya msichana mwenzie bila haya. Ibilisi anawachezea, anamuona mwenzie ni mzuri, matokeo yake wanaanzisha mahusiano ya wasichana kwa wasichana. Ipo kesi moja niliwahi kuletewa mwaka juzi. Binti ameshakuwa mkubwa, kila mchumba akija anakataa, mpaka mama mtu amechanganyikiwa. Akija huyu anasema huyu mfupi, akija huyu mrefu sana, akija huyu mnene, akija huyu mwembamba, akija huyu sio handsome, akija huyu hana hela. Yaani yeye ni mwingi wa kutoa vituko tu, huyu ana hiki, huyu hana kile, mpaka mama akachanganyikiwa, akasema ngoja nitafute msaada. Sasa kaniletea yule binti, nikakaa naye kwangu kama siku 3 hivi, nikaanza kumdodosa. Mwisho ya siku ananiambiaje, mimi bwana, I'm not attractive to men. I'm not attractive to men. Mimi simuoni mwanaume yote kama mzuri, wala simuoni mwanaume yote kama ni ananifaa. Niko very attractive with my fellow women. Kwa yeye watu wazuri kwake ni wanawake wenzie, wanaume kwake hawamvutii kwa lolote. Ndio maana akija huyu mtu mwenye mfupi, akija huyu mbona mrefu sana, kuja kushtuka kumbe yule binti tayari ameshaingia kwenye mahusiano na wasichana wenzie. Kwa hatamani kuolewa kwa sababu kashazoea mahusiano ya wasichana na wasichana. Shida iko wapi? Imeanzia kwenye stara, kuto kujistiri, kuto kujithamini, kuto uthamini mwanamke wake. Mwisho wake akajikuta anafika mahala asipopatarajia. Kwa hiyo watoto wafundishwe stara ya mtoto wa kike, lakini pia wafundishwe stara ya mtoto wa kiume. Stara itawakinga na mambo mengi.